Ni matumaini yangu hujambo na karibu mwanafamilia wa Salam TV. Je, unamfahamu raisi aliyekuwa anapenda starehe kuliko maraisi wote barani Afrika? Kama jibu ni hapana, basi leo nakuletea historia ya raisi aliyekuwa anapenda starehe barani Afrika kuliko maraisi wote kipindi kile, na kiongozi ambaye alikuwa na visa na vitimbwi vingi kuliko viongozi wengine. Kutana na Jean Bedel Bokassa, raisi aliyependa starehe kuliko wote barani Afrika katika enzi ya utawala wake. Mwanafamilia wa Salam TV, ungana nami katika masimulizi haya ya Raisi Bokassa na maisha yake yaliyojaa mikasa na visa vingi. Mimi ni Salam Simon. Jean Bedel Bokassa alikuwa ni dikteta wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, ama yeye alipenda kujiita Adolf Hitler wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hivyo hata sisi tunaweza kumuita yeye ni mfano wa Adolf Hitler wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Lakini alifanywa yatima na Wafaransa walipoamua kumuua baba yake wakati yeye akiwa na miaka 6 tu kipindi hicho. Na baada ya tukio hilo la kujiua kwa baba yake, na mama yake naye aliamua kujiua. Hivyo alibaki yatima kwa kisa cha Wafaransa. Alipata kupigana vita vya pili vya dunia chini ya Wafaransa, na baadaye Bedel Bokassa alikuja kumpindua raisi aliyekuwa ndugu yake David Duck mnamo mwaka 1965. Akajipa cheo cha Field Marshal na kutengeneza uniform maalum sababu ya wingi wa medali zake alizojipa mwenyewe. Na wakati wa ziara zake nyingi alizozifanya Jean Bedel Bokassa, wakati akienda kutembelea nchi, alikuwa anagawa almasi. Miongoni mwa watawala waliokuwa na visa na vituko vingi katika bara hili la Afrika ni mfalme huyo wa kujipachika wa Afrika ya Kati, Jean Bedel Bokassa. Jean Bedel Bokassa akiwa anaongoza nchi maskini kabisa duniani, nchi ya Afrika ya Kati, ama Jamhuri ya Afrika ya Kati. Sasa tukio la kumpindua ndugu yake David Denko, na baada ya kumpindua ndugu yake aliamua kufanya sherehe kubwa ya kujisimika kama mfalme mnamo mwaka 1977 kwa kutumia kiasi cha fedha sawa na shilingi bilioni 32 za Kitanzania za wakati huu. Hata lile taji lake la ufalme peke yake liligharimu kiasi cha shilingi bilioni 3. Ni shilingi kubwa sana kwa kipindi hiki. Lakini ndani ya miaka 13 ya utawala wake, Jean Bedel Bokassa, baada ya kujipachika uongozi, alibadili mfumo wa utawala nchini mwake Afrika ya Kati na kuwa utawala wa kifalme, na baadaye akajipachika cheo cha mfalme mkuu. Raisi Jean Bedel Bokassa alikuwa ana majumba zaidi ya 6 nchini Ufaransa, lakini pia alikuwa na majumba mengine nchini mwake. Katika majumba yake mengine yaliyokuwa nchini mwake, jumba lake mojawapo lilikuwa na bwawa la mamba na simba wa kufugwa, ambao Jean Bedel Bokassa aliwatumia mamba hao na simba kama silaha kuu ya kuulia wapinzani wake. Katika upande wa ndoa, Bokassa alikuwa na wanawake 17 na watoto 50, na wake zake alikuwa anachagua sana kutoka katika mataifa ya China, Ujerumani, Sweden, Tunisia na Romania, isipokuwa mke wake wa 6 tu, Bi Catherine. Yeye alikuwa mwenyeji wa taifa hilo la Afrika ya Kati, na wanawake aliwaweka nyumba tofauti na alikuwa akiwatembelea kila siku iendayo kwa Mungu. Hali hiyo ilisababisha foleni kubwa barabarani kutokana na wingi wa safari hizo, huku akiambatana na misafara yake. Jambo la kushangaza zaidi kwa Bokassa ni wakati alipopinduliwa na Wafaransa baada ya kuua wanafunzi waliokuwa wanaandamana
kwani aliwafungia wanafunzi 30 kwenye jela ya mtu mmoja. Na cha zaidi sana, walipompindua, kwenye friji yake walikuta nyama za watu. Hili hata mimi limeniacha na swali kubwa mno la kuwa, je, Rais Jean Bokassa alikuwa anakula nyama za watu? Hapo sitoweza kuchumbua sana. Maswali yanaweza kuwa mengi sana na nikashindwa kuyajibu. Tuachane na hapo. Kumbuka wahenga walisema, kila shetani huwa na mbuyu wake. Mbali na kuwa Bokassa alikuwa katili mno, lakini hakukosa marafiki. Na miongoni mwa rafiki yake mkubwa alikuwa rais wa Ufaransa wa kipindi hicho, Valéry Giscard. Na walikuwa wanapendana sana na walishirikiana katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo miongoni mwa mataifa yao. Kikulacho kinguoni mwako ni msemo ulioachwa na wahenga kipindi cha miaka ya zamani sana na ambao unatumika mpaka sasa. Lakini waliongezea wakasema, akumlikae mchana, usiku atakuchoma. Hicho ndicho kilitokea katika urafiki wa marais hawa wawili, Rais Jean Bedel Bokassa na Rais Valéry Giscard wa Ufaransa. Urafiki wao uliingia doa pale ambapo Rais Valéry wa Ufaransa alianza mahusiano ya kimapenzi na mmoja kati ya wake wa rais wa Bokassa wa Afrika ya Kati. Huyu si mwingine bali ni mke wa 6 wa Rais Jean Bedel Bokassa, aliyejulikana kwa jina la Kathleen de Gued. Mke wa 6 wa Jean Bedel Bokassa, Kathleen de Gued, ambaye aliteuliwa na Rais Bokassa kuwa first lady wa taifa hilo na aliyeambatana naye katika ziara zote ndani na nje ya nchi. Akawa mchepuko wa Rais Valéry wa Ufaransa. First lady huyu alisafiri mara kwa mara kutoka Bangui, mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, na kuelekea mpaka Paris, Ufaransa, kwa mchepuko wake, huku akimuaga mumewe kuwa anafuatilia biashara zake. Kumbe biashara ilikuwa ni mahusiano. Baada ya Rais Bokassa kugundua mahusiano hayo, urafiki wake na Rais Valéry ukaishia pale, na ushirikiano kati ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na mtawala wake wa zamani Ufaransa uliyeyuka kama mshumaa. Rais Bokassa akatangaza kuanzisha sarafu mpya ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuachana na sarafu ya Ufaransa, yani franc CFA. Akapinga marufuku magazeti ya Ufaransa nchini mwake. Akaachana na mipango yote ya kiuchumi kati ya Ufaransa na nchi yake, na baadaye akatangaza utawala wa kifalme na kubadili jina la nchi na kuwa Central Africa Empire, CAF kwa Kifaransa ni Empire Centrafricaine. Baada ya urafiki kati ya marais hao wawili kuvunjika, upande wa pili sasa mapenzi yakanoga kweli kweli kati ya Bi Kathleen na Rais Valéry. Bi Kathleen akapewa ujauzito na Rais wa Ufaransa Valéry. Lakini mbali na kwamba Bi Kathleen alipata ujauzito, Rais Bokassa aliendelea kuwa kero katika mahusiano hayo. Mkewe Kathleen akawa hapewi tena ruksa za kutoka nchini kwake na kwenda nchini Ufaransa. Rais Valéry akadhamiria kumuondoa madarakani swaiba wake wa zamani Jean Bedel Bokassa. Mnamo Septemba 20, 1979, Rais Bokassa akiwa ziarani nchini Libya kwa swaiba wake Muammar Gaddafi, Rais Valéry aliwatuma makomando kutoka Ufaransa ili kwenda kupindua serikali ya Bokassa, jambo ambalo lilifanikiwa, na baadaye wakamrejesha madarakani ndugu yake na Bokassa, David Danko, ambaye alipinduliwa na Jean Bedel Bokassa hapo kabla. Hivyo kwa msaada wa Ufaransa, David Danko alirudi madarakani, na mahusiano ya kimapenzi kati ya Kathleen na Rais Valéry yakaendelea. Kwa kuwa wahenga wanasema vita vya panzi ni furaha ya kunguru, Bi Kat yeye hakuwa na la kufanya, na kutokana na ziara zake za mara kwa mara
za huyu Bi Kathleen alizokuwa akizifanya ikulu ya Paris nchini Ufaransa, First Lady huyu akaanzisha mahusiano mengine tena na Reine Joannec, ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa ikulu ya Ufaransa na mshauri wa Rais Vallée katika masuala ya Afrika. Naye Rais Vallée alipogundua mahusiano hayo, akamwagiza katibu Leen Joannec kuelekea Libreville ya nchini Gaboni kwa swaiba wake Omar Bongo. Akampa pia ujumbe anaotakiwa kumpelekea rais wa Cameroon Ahmed Ahidjo, pasipo kujua kilichopo ndani ya bahasha ambayo katibu Joannec amepewa na rais wa Vallée kuwa ndio ulikuwa mwisho wake. Akaupokea ujumbe huo na kuianzisha safari yake ya kuupeleka huo ujumbe, lakini rais Vallée aliandika ujumbe na kumwambia rais Bongo amalizane na huyo mshauri wake huko Gaboni, yaani ahakikishe katibu Joannec asirudi tena Ufaransa akiwa hai. Kwa kuwa wahenga walisema jambo usilolijua ni sawa na usiku wa giza, katibu Joannec angefanya nini tena? Bila kujua ya kwamba ndiyo safari yake ya mwisho, Reine Joannec akaondoka nchini Ufaransa na kuelekea Libreville, mji mkuu wa nchi ya Gabon. Baada ya ziara yake ya kwanza kumalizika nchini Gabon, sasa akawa anaiandaa safari ya pili kuelekea nchini Kameruni. Kabla hajaondoka, aliwekewa bomu kwenye ndege yake wakati wa kutoka nchini Gaboni kuelekea nchini Kameruni, bomu ambalo lililipuka baada tu ya kutua katika uwanja wa ndege wa Ngaoundere nchini Kameruni Februari 6 mwaka 1980. Katibu Joannec aliaga dunia kwa namna hiyo. Rais Vallée, kutokana na skendo hiyo pamoja na ile ya almasi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, hakuchaguliwa tena muhula wa pili nchini Ufaransa. Naye alifariki mnamo mwaka 2020 kutokana na maambukizi ya COVID-19 ama virusi vya corona. Sasa nitamatishe na katili wa Afrika ya Kati Jean Bedel Bokassa, rais aliyekuwa anapenda starehe kuliko marais wote barani Afrika. Kwa kuwa wahenga wanasema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, wakiwa na maana ya kuwa kila lenye mwanzo halikosi mwisho. Sasa mwishoni mwa maisha yake, Rais Bedel Bokassa alibadilika sana na alitumia muda mwingi kusoma Bible, na huku akiwa anajiita mtume wa Yesu Kristo, na alitubu madhambi yake yote. Hatimaye alifariki dunia mnamo mwaka 1996 kutokana na ugonjwa wa moyo, baada ya kuishi maisha ya dhiki sana uhamishoni Cote d'Ivoire Coast na Ufaransa. Lakini Bi Kathleen de Guert inasemekana yupo hai mpaka sasa. Ana umri wa miaka 74 na anaishi nyumbani kwao Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo anajishughulisha na kilimo cha mihogo, kutoka kuwa mke wa rais mpaka mkulima wa mihogo. Lakini yote ni maisha. Kufikia hapo, mimi sitokuwa na la ziada. Mwanafamilia wa Salam TV, usiache kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii, hasa Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube kama Salam TV. Mimi ni Salam Simon wa Salam TV.